ndugu wa Tanganyika, Polepole ameshahamishwa kapelekwa Gongo la Mboto. Gongo la Mboto kwa nyumba ya Abdul. Kashapelekwa nani Polepole huko kwa nyumba ya Abdul. So kwa hiyo ndugu zanguni, ndio hivyo amepofanyia Polepole. Wamempeleka Gongo la Mboto. So ambacho naweza nikasema ni kwamba, umeshanielewa? Ambacho naweza nikasema ni kwamba tafadhalini sana sana sana, wanapofanyia Polepole sio kitu kizuri. Wanapofanyia Polepole sio vizuri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much. Bwana, tuna video mpya leo ambao ni Richo Dangwa. Richo Dangwa anadai sana mambo mengi sana kwa siku hizi, yani anacharaza sana katika upande wa Instagram. Anadai kwamba Musa Mzenji, yani yeye anamfuatilia sana na kuna mambo mengi sana anafanya. Zenji anadai kuwa kuna maneno yaliyotoka kule kwake, yani Richo Dangwa anayasikia, na anasema kwanza ana siri nyingi sana, kama hajajichunga anaweza kamwanika. Sasa hapo nimeshindwa kuelewa anamaanisha nini akisema na siri zako nyingi naweza nikazianika. Na ni kwa kweli kwa muda wa sasa hivi tuliokuepo Tanzania, kweli tupo kwenye hali ngumu sana. Kwa kweli wananchi tunapata shida sana sana. Gen Z sasa hivi huwezi ukaongea chochote. Ukiongea tayari ushaonekana, ushapewa uhaini. Ukifanya chochote tayari ushapatikana wewe ni mhaini. Yani hakuna chochote tunaweza tukafanya isipokuwa sisi ni wahaini tu. Yani ukisema, yani lazima useme chochote, na nashindwa kuelewa kwa sababu rais ana uhuru wa kutajwa na kusemwa na kukosolewa, hata kama ikiwa ni kiubaya au kiwa uzuri. Lakini Tanzania imetengenezwa kwa njia mojawapo. Sisi kumtaja Samia lazima tumtaje kwa kusema Mama Samia. Yani hiyo ndo wanaamini. Lakini ukisema tu Rais Samia, wewe unaonekana wewe tayari ushakuwa mhaini. Wewe ni ndugu yangu. Mzenji, wewe ni ndugu yangu. Wewe Mzenji, wewe ni ndugu yangu. Nimekufuatilia na kama miezi mitano. Toka mwaka jana. Na kama mwaka, lakini toka mwaka jana miezi mitano ndio imekuwa serious sana sana sana. Zaidi ya mwaka, lakini miezi mitano iliko sita iliyopita ilikuwa niko very very serious and deep. Niko na wewe bega kwa bega. Mzenji, wewe ni kijana mdogo sana, kijana mdogo tu. Kwa hiyo ongea na Abdul, wamwachie Polepole, umwachie Tundu Lissu, wawaachie na hao wote walioweka mahandakini, wawaachie. Na kutuma wewe, mwambie Abdul na mama yake wawaachie watu. Unajua ninachomaanisha, wawaachie watu. Wewe Mzenji, waambie wawaachie hao watu. Ina more than 1 years na kufuatilia sana, chini sana. Nina evidence zako nyingi vibaya. Yani mpaka wewe mwenyewe unaweza kukimbia, utasema oh mama yangu nakufa. Kwa hiyo Mzenji, tafadhali sana, waambie wamuachie Polepole na Tundu Lissu. Abdul, muachieni Tundu Lissu, muachieni Polepole, waachieni. Mtakosa nini? Nyie kusema mtatoboka, kusema mtakuwa amekufa kuliko nyinyi mnavyowafanyia. Yani mtu tuanze kuwasema tu mtatoboka. Maneno mpaka kwenye kanga yapo, mtatoboka. So kama mtatoboka, mtakufa kwa kusemwa, waachieni au watu.
na Watanganyika wote ambao wameweka kwenye maandaki mpaka uko nani Tanga kwenye maandaki, waachieni maandaki yote ya Tanganyika kwa jeshi lote mpaka pale posta mpaka kwa Makonda, waachieni mpaka Chadema wote, waachieni. Hao ni wananchi. Kujibiwa kwa hoja, kuhojiwa kwenye hoja, kuongea kwenye vyombo ni vitu vya kawaida, na mwache kufuatilia watu. Fanyeni kazi. Mbona nani serikali mwashinda? Toka Magufuli mmemuua, mmefanya kitu gani? Kwamba hiki paka kimesimama. Hizo basi ambazo mmeua, nataka mweke basi za nani? Za Liziwani. Ama Lostom waambie wawachia watu. Lostom waambie wawachia watu, nimewataja. Na kuambia wewe Lostom, waambie waachie Polepole, wamwachie Tundu Lissu na wananchi watu walikuwa kwenye maandaki. Kwanza watapumzika, alafu wafanye kazi ya kuonyesha sisi tumefanya kazi. Tanganyika ibadilike, hiyo Tanganyika ibadilishwe. Ijengwe miundombinu, kila kitu. Watu wawe na kazi, waweke viwanda, waweke majira, waweke vitu gani, Watanzania wataongea chochote. Haya mnaofanya nitawaombea sana. So Mzenji waambie, mnamjua Mzenji, mumtagi ajijue. Mzenji awafikishie ujumbe kwamba wacheni hao watu. Mzenji unajua na maanisha nini? I have more than 1 years ninakufuatilia miguu yako, vidole vyako, more than 1 years. Lakini miezi 6 ipo iliyopita nilikuwa very serious, very serious. Kijana mdogo, kampuni zote tunazomiliki hizo zote najua. Abdul, unajua ni za kwako na mama yako na nini, sitaki kuingia kwenye vitu vingine. Kwa hiyo nimekupa tu hiyo kidogo, chukua. Mimi ndo lichodangu. Instagram yangu mnaijua. Muachieni Polepole na watu wengine wote mmewateka. Muachie. Wachadema wote wao kina nani wote muachie. Waachieni watoto wa watu. Wana mama zao na familia. Sijamaliza. Nina yenu kama yamejaa kama hii dunia yote. Nina yenu yamejaa dunia yote. Kichwa changu kina yenu yote yamejaa dunia. Natamani kumpa mtu mwingine anaweza taka akazimika. Nina yenu yamejaa dunia, sijamaliza. Hata therusi sijagusa bado. Toka nimeanza kuongea sijagusa hata ile therusi. Samia, wacheni hao watu. Nimeongea kwa uzuri tu, wacheni hao watu. Waachieni hao watu. Watanganyika sio mwanyanyase kwa vile vyombo vyote mmevishika wewe. Achieni kuwafuata kina Gwajima. Acheni kuwafuata kina Kitima. Acheni vitu hivyo. Fanyeni kazi. Otherwise nitawaalika vibaya. Kwa nini hujaongeza mama? Ni kweli mimi na mamangu alionizaa, lakini Samia naweza nikamwita mama kwa heshima ya wanawake, kwa vile ni mamangu na yeye ni mama, anadai heshima kuitwa mama. Lakini kwa nafasi ya mtoto wa kike anadai kuitwa mama, lakini sio lazima nimwite mama kwa sababu ana nafasi yake ya rais. Nimwite Rais Samia, hapo inatosha. Au nimwite kiongozi Samia, hapo inatosha. Lakini sio lazima watu walazimishwe mpaka muongeze jina la mama. Sio lazima. Mama, kila mtu ana mama yake. Ikiwa ni heshima, ndiyo naweza nikakuita heshima kwa jinsia yako. Ni mwanamke naweza nikakuita mama. Kama ni mwanaume naweza nikakuita baba, uwe mkubwa uwe mdogo, kwa sababu una nafasi ya kuitwa baba. Hizo inakubalika. Lakini sasa msije mkaileta kwenye siasa, mlazimishe wananchi kuwa ukiongea tu wewe unapewa nafasi ya uhaini. Kwa nini umesema hivi? Kwa nini Samia hivi? Yale maneno kweli yatatupeleka pabaya sana kama sisi wa Tanzania hatujakuwa makini. Hebu tutumie akili sana. So Rachel Dangwa anadai kwamba wewe na mambo yako mengi sana. Usikia, anadai ana mambo yake mengi sana, kama hajakuwa makini anaweza akaja kumwanika. Sasa guys, tunasubiri watakuja kuanikwa lini, au watu wanaotaka kuja kuanikwa. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. See you next video guys.